Msichana mmoja alilelewa kama mvulana na familia yake tangu utotoni, lakini siku moja, bila kutarajia, alisingiziwa kuwa mchezaji wa kike na mwigizaji aliyepoteza umaarufu, ambaye alidai kuwa alikuwa na ujauzito wake. Je, utamfunga ndoa sasa? Mwigizaji huyo aliuliza. Alipoona msichana huyo anakataa kukubali, mwanamke huyo mdanganyifu alianza kulia mara moja, akidai kuwa alikuwa ameahidi kumuoa wakiwa kitandani siku chache zilizopita, lakini sasa anakana kila kitu. Kilio chake kiliwahadaa watazamaji, ambao walianza kumlaumu msichana huyo mmoja baada ya mwingine. Rafiki yake wa utotoni hakuweza kuvumilia na alimtetea, lakini alituhumiwa kuwa mshirika wake, akijaribu kuolewa katika familia ya kitajiri. Akikabiliwa na tuhuma hizo, msichana huyo alisema yeye ni mwanamke, lakini hakuna mtu aliyemwamini isipokuwa rafiki yake. Waliamini tu kwamba alikuwa akikwepa majukumu, kwani yeye alikuwa kinara wa mabwana wanne vijana waliochaguliwa na watumiaji wa mtandao. Mwanamke huyo mdanganyifu alichukua fursa hiyo kutilia chumvi jambo hilo, akimwonyesha kama mchezaji mkatili, kisha akatumia maoni ya umma kumlazimisha kuukubali ujauzito huo. Kufikia sasa, habari hizo zilikuwa zimesambaa sana na kuzua taharuki kubwa mtandaoni. Msichana huyo alijua kuwa kutoa maelezo hakungefaa kitu, hivyo alikubaliana na mwanamke huyo, akimtaka aonyeshe ushahidi wa uhusiano wao. Lakini mwanamke huyo aliuliza kama mtoto hakuwa ushahidi tosha. Rafiki yake alimhoji mara moja, akisema alipigwa picha na wanaume tofauti wakiingia hotelini. Alijua vyema baba wa mtoto huyo alikuwa nani. Alipoona watu kuanza kutilia shaka ukweli, mwanamke mdanganyifu alionyesha picha kwenye simu yake kwa kila mtu. Ni wakati huu tu ambapo msichana huyo alikumbuka mkutano wao wa pekee. Ilibainika kuwa siku 3 zilizopita, mwanamke huyo alikuwa amepanga chumba katika hoteli inayomilikiwa na kampuni ya msichana huyo. Alimsikia msichana huyo akizungumza na rafiki yake na kugundua kuwa alikuwa yule bwana mdogo maarufu. Kwa hiyo kwa siri alipiga picha kwa kutumia simu yake. Msichana huyo alifikiri alikuwa shabiki tu wakati huo, kwa hiyo hakujali. Sasa aligundua kuwa alikuwa amewekwa windoni tangu wakati huo. Lakini kamwe hangekiri jambo ambalo hakulifanya hata iweje. Mwanamke huyo mdanganyifu alikuwa stadi sana wa kuendesha hisia za watu. Aligeuza maoni ya umma kwa maneno machache na kuwafanya watazamaji kuwa upande wake tena. Hata rafiki wa msichana huyo alikosolewa na umma. Akiona vyombo vya habari visivyo na maadili vikitandaza uvumi, msichana huyo hakuweza kuvumilia tena, akisema ikiwa mwanamke huyo atampa sifa ya kumtelekeza mke na mtoto kwa picha moja tu, basi mambo kama hayo yangewapata wengine hapo baadaye, na wao walikuwa washirika wa unyanyasaji wa mtandaoni. Alipoona kila mtu amenyamaza, msichana huyo alisema wataenda hospitali kwa ajili ya kipimo cha vinasaba DNA. Akiona mwanamke huyo mdanganyifu anaonekana kuwa na hatia, msichana huyo alifikiri angerudi nyuma, lakini akihimizwa na vyombo vya habari, alikubali bila kusita, na msichana akaahidi kwamba ikiwa itathibitishwa mtoto ni wake, angetangaza hadharani uhusiano wao na kumwomba msamaha binafsi. Tukio hilo lilivuta hisia kubwa mtandaoni. Hata vituo vya televisheni vilituma waandishi wa habari kufuatilia. Eneo hilo lilijaa umati wa watu wenye hasira. Akiona sura ya kiburi ya mwanamke huyo, rafiki wa msichana alimshauri kwa wema asifanye maamuzi ya haraka, kwani hakuna aliyejua ukweli kabla ya matokeo. Lakini daktari alipotoka na ripoti, matokeo yalimshangaza. Kipimo kilionyesha mtoto aliyekuwa tumboni mwa mwanamke huyo alikuwa na uhusiano wa kibiolojia na msichana huyo. Msichana alipigwa na butwaa papo hapo. Lakini mtego huo uliopangwa vyema wa mwanamke mdanganyifu ulimfanya rafiki yake agundue kuwa alikuwa ameandaa kila kitu. Kwanza, alionyesha picha yao pamoja, kisha akatumia maoni ya umma kumlazimisha msichana huyo kuthibitisha kutokuwa na hatia kwa kipimo cha DNA. Kila kitu kilikuwa chini ya udhibiti wake. Lakini hakuwahi kutarajia msichana huyo kukubali kuwa ni kweli. Msichana huyo alisema kwa upendo kwamba atawajibika, kisha akapendekeza wafunge ndoa siku hiyo hiyo na kuvialika vyombo vya habari kushuhudia katika ofisi ya usajili wa ndoa. Mwanamke yule mdanganyifu alijawa na furaha tele. Kisha akakabidhi kitabu chake cha usajili wa kaya pamoja na cha msichana huyo.
Lakini baada ya maafisa kukagua nyaraka hizo, walisema kwa dhati kuwa ombi lao la ndoa halikuwa halali, kwa hiyo hawakuweza kutoa cheti cha ndoa. Uso wa mwanamke huyo mdanganyifu ulibadilika na kuwa mweusi. Kama ninyi hamwezi, mwiteni mkurugenzi, la sivyo nitalalamika. Lakini afisa huyo alisema kulalamika hakungesaidia kitu, hakuna mtu aliyeweza kulishughulikia. Wakati mwanamke huyo akifanya vurugu, sheria inataka ndoa iwe kati ya mwanamume na mwanamke, usajili wa ndoa ya jinsia moja hauruhusiwi. Mwanamke huyo mdanganyifu alipigwa na mshtuko mkubwa kabisa.